Tumsifu Yesu Kristo. Elini kwa sherehe ya Pentekoste. Basi niwapongeze sana wale wote walioshiriki katika sherehe hii kubwa ya Pentekoste. Mungu awabariki sana. Basi leo nipende sana kuwapa maneno machache yanayohusu liturujia. Tuweze kujua maneno haya yana maana nini katika liturujia ya Kanisa Katoliki. Altare ni nini? Altare ni meza au sehemu takatifu iliyojengwa na kuwekwa wakfu, ambapo sadaka ya Ekaristi huazimishwa juu yake. Ni meza au sehemu takatifu iliyojengwa na kuwekwa wakfu, ambapo sadaka ya Ekaristi huazimishwa juu yake. Hiyo ni maana ya altare. Kalisi ni nini? Kalisi ni nini? Kalisi ni kikombe kinachotumika kubeba divai ambayo hubadilika kuwa damu ya Kristo baada ya mageuzo wakati wa misa takatifu. Ni kikombe kinachotumika kubeba divai ambayo hubadilika kuwa damu ya Yesu Kristo baada ya mageuzi wakati wa misa takatifu. Hapo tumeshaelewa maana ya kalisi ni nini. Kama padi pale katika mageuzi yale, basi anabeba kikombe juu kilichokuwa wazi. Kile kinaitwa kalisi. Ni kikombe juu yake kiko wazi, inaitwa kalisi, ambako ndani sasa kunawekwa divai, ambayo hii divai kwa mageuzi hayo anayoyafanya padi kupitia kuhani mkuu Yesu Kristo, ndiyo sasa Yesu Kristo anayabadilisha. Hiyo divai inakuwa damu ya Yesu Kristo kupitia kwa padri. Kupitia kwa padri yule anayekuwa mwakilishi wa Kristo. Pale mageuzi yanapotokea, pale ni Kristo sasa anayegeuza divai kuwa damu ya Yesu Kristo. Pale tunamwona padri, lakini mageuzi yanapogeuzwa, yule sio padri tena, yule ni Kristo anayegeuza divai kuwa damu ya Yesu Kristo. Nadhani tunaelewana vizuri. Sibolio ni nini? Tujue kwamba sibolio ni nini. Sibolio ni chombo kinachotumika kuweka hostia au Ekaristi iliyobaki wakati au baada ya misa. Sibolio ni chombo kinachotumika kuweka hostia au Ekaristi iliyobaki wakati wa misa. Hiyo maana ya sibolio hiyo. Malaki unapoangalia katika mageuzi hayo, malaki kuna sibolio inawekea hostia zile ndogo.
basi padi naye anazigeuza kuwa mkate, kuwa mwili wa Kristo. Inaitwa sibolio, ni chombo kinachobebea hostia zile ndogo. Inaitwa sibolio. Basi tunaenda katika neno lingine la kiliturujia, mimbari. Mimbari ni nini? Mimbari ni nini? Mimbari ni jukwaa au sehemu iliyojengwa maalum ambapo masomo na injili utangazwa na homilia utolewa. Yaani homilia ni mahubiri ya padri anayotoa anaposoma injili ya Kristo. Inapomaliza injili ya Kristo, basi anatoa homilia. Manake anatoa anatafakarisha, anawapa neno kuhusu mambo ya injili ya Kristo inavyoelezea. Hiyo tunajua kwamba mimbari ni sehemu ya kusomea masomo au injili. Nakuja taa ya milele. Taa ya milele ni nini? Taa ya milele ni nini? Taa ya milele ni taa inayowaka wakati wote karibu na sehemu ya ekaristi iliyopo, inayoonyesha uwepo wa ekaristi, sawa, au mwili na damu ya Yesu Kristo katika tabernakulo, katika tabernakulo au sehemu nyingine ambapo ekaristi uhifadhiwa. Hapo tushajua tayari namna ya taa ya milele ni nini. Manake wa kila makanisa kuna sehemu ya tabernakulo, alafu pembeni kuna taa inawaka muda wote. Yesu Kristo akitolewa sasa, manake ule mlango wa tabernakulo, sehemu anapokaa Yesu Kristo, mlango ule unaachwa wazi na taa inazimwa, sawa, kwa sababu Yesu Kristo hayupo tena. Anapoingizwa sasa, basi mlango unafungwa, basi na taa ile inawashwa kwa sababu Kristo yupo. Basi tunapoangalia tena nyingine katika mambo ya liturujia, kuna vitabu vinavyotumika katika misa takatifu. Vitabu hivyo viko vitabu vitatu vinatumika katika misa takatifu. Ila kulingana na mazingira ya sehemu, kuna sehemu nyingine kuna vitabu viwili tu. Kuna misali ya altareni, manake inayotumika katika maadhimisho padri anapo azimishia pale altareni. Kuna kitabu kile cha masomo, manake watu wa masomo wanasoma hapo na padri pia anasoma hapo katika injili pale. Lakini katika liturujia lazima kuwe na vitabu vitatu. Kuwe na kitabu cha misali ya altare au misali ya Kirumi, kina maombi yote ya misa, sala za utangulizi na kadhalika. Ile misali ya altare. Kuwe pia na kitabu cha masomo, lecta, manake inaitwa lecta, kitabu cha masomo. Kina masomo yote ya Biblia yanayosomwa katika misa. Manake masomo yote yale yanatoka katika Biblia. Kuwe na kitabu cha injili tu,
Yaani hicho ni cha padri, yaani anaosoma injili tu, akiguswi na mtu yote, cha injili tu. Masomo yakamalizika, kuna kitabu kinakaa sehemu maalum. Ndio maana ile membari ndogo padri anapo somea, membari ndogo, unaona kuna membari ndogo kwa ajili ya kusomea injili takatifu. Maana kitabu kile kinakaa huko. Kuna membari mambo ya masomo tu, matangazo tu, sababu injili haiwezi kuchangamana na mambo mengi, sawa? Iwe na membari ndogo. Sasa hiyo ndio kinahifadhika sasa hiyo kitabu hicho cha injili. Lakini kulingana na mazingira, si mwingine na vitabu viwili tu, kitabu cha masomo hapo hapo, padri anasoma injili hapo hapo, lakini kuna kitabu ina injili tu, inahusisha na inahusu mambo, ni padri tu anasomea hicho, anasoma ndani ya hiyo kitabu injili takatifu, kinahifadhiwa katika membari ndogo ya kuhani. Nadhani tushaelewana katika namna hiyo, kujua hiyo kwamba vitabu vinavyotumika katika misa takatifu viko vitabu vitatu: misali ya altare, kitabu cha masomo au lecta, kitabu cha injili. Injili tu basi, vitabu vitatu kiliturujia. Basi tutoke hapo tuingie katika namna nyingine tena, tujue maana ya, sababu kuna wengine sio kwamba hawajui, wanajua, ila basi ni namna tu ya kuweza kukumbushana mambo machache kama Wakristo. Basi tujue maana ya maji ya baraka ni nini. Maji, watu wengi wanauliza kwa nini tunaingia tunachomvia hapa nini, mambo mengi. Sasa lazima basi tujue tunapoingia mlangoni kuna sehemu iliyowekwa maji ya baraka, tunachovya, tunaingia. Sasa tujue sasa maji ya baraka ni nini. Maji ya baraka ni maji yaliyobarikiwa na padre, yanayotumika kwa kujitakasa na kutakasa vitu mbalimbali. Kujitakasa na kutakasa vitu mbalimbali. Pia kutukumbusha ubatizo wetu. Tunapoingia katika mlango wa kanisa, mlango wa Yesu Kristo, manake tunachomvya yale maji ya baraka, manake tunajitakasa na pia tunakumbuka ubatizo wetu tulivyobatizwa tukiwa watoto wadogo. Hapo tushajua maana ya maji ya baraka ni nini. Tujue tena matumizi sahihi ya maji ya baraka ni yapi? Matumizi sahihi ya maji ya baraka ni kujipaka tunapoingia kanisani, kama nilivyowaelezea mwanzo, kujipaka, kubariki vitu au watu na kunyunyizia vitu ili kuvitakasa. Maana padri anapoingia kanisani ananyunyizia maji ya baraka, manake